Did you hear about the Neon Money Talks app? The app that literally pays you to talk to your friends. This Neon app will pay you about 30 cents a minute when you call another person who's also using the Neon app. And if you want to call someone who doesn't want to use the Neon app, you can still earn up to $30 a day. If you're looking for some quick cash, that's about $210 a week or $11,000 a year if you max out. And all you have to do is chat with whoever you want about whatever you want. But Neon isn't just listening. It's recording every single phone call to sell to AI companies who can use your voice in any way they want. Neon. Sasa tukiwa bado tupo katika ulimwengu wa artificial intelligence, katika video zilizopita nilizungumzia kuhusiana na Silenzio AI ambayo pia ni AI project ambayo inakusanya data za kutrain AI kwa kutumia voice recordings. Wanakupa script, unasoma hizo script, then wanarekodi zile voice recordings ambazo umezi contribute, then wanazifeed kwenye AI models zao zinatumika kwa ajili ya kufanya training. Na wewe kama contributor wa data unakuwa paid kulingana na masaa uliotumia contribute. Hiyo ni Silenzio AI. Sasa hii ambayo naizungumzia sasa hivi inaitwa Neon. Neon haina tofauti sana na Silenzio AI kwa sababu zote ni project ambazo zinahusika na ukusanyaji wa data ambazo zinatumika na AI companies. Sasa Neon haina tofauti na Silenzio AI, ila utofauti wao upo katika namna ya ukusanyaji wa data. Kwenye Silenzio AI tunakusanya data kwa kurekodi voice recordings kutumia script na kutumia free speech, ambapo unaenda kwenye website unarekodi wewe mwenyewe kulingana na script unayochagua. Lakini Neon ni nini? Neon katika video nitaenda kuzungumzia kuhusiana na Neon. Neon ni nini na una contribute vipi data na unalipwaje kulingana na unavyo contribute data. Sasa Neon ni project pia ambayo na yenyewe inakusanya data ambazo zinatumika katika training ya AI. Yaani data ambazo utazichangia kwenye Neon zitatumika ku train AI models. Lakini sasa utofauti wa Neon ni kwamba namna ya ukusanyaji wa data zao ni kupitia phone call conversation. Phone call conversation kivipi? Wewe utatakiwa kumpigia mtu mwingine au user mwingine wa Neon kwa sababu Neon ni app. Utatakiwa kumpigia another Neon app user. Then katika mazungumzo yenu mnavyozungumza, hamko limited kuzungumza mada fulani. Nyinyi mtazungumza free speech, mtazungumza mada yoyote ili mradi mko mna involve kwenye conversation. Then kufanya hivyo tayari mshawapa consent Neon. Wao wanachokifanya wanarekodi zile conversation zenu. Then baada ya kusubmit zile conversation zenu zitapitia processing stage, ambapo hiyo processing stage wana remove zile personal data. Kama mlikuwa mnazungumza kwenye mazungumzo yenu mlikuwa mnatoa baadhi ya personal details, watakuwa wanazitrim. Kama kulikuwa na sehemu mmetoa za sensitive information wanazitrim. Baki ile sehemu ambayo ni usable data. Usable data ndio itakuwa calculated, then wanaona wewe umecontribute muda gani au umecontribute masaa mangapi, then watakulipa kulingana na muda ambao umecontribute. Kwa hiyo simply Neon ni app ambayo inafanya kazi same way kama Silenzio. Wao ni intermediate kati yako wewe na AI training companies. Kwa hiyo unachokifanya wewe ni kusign up na contribute data na kuwa paid kulingana na data ambazo unazicontribute. Sasa kwenye hii video naenda kuelezea namna ya kuwa sasa Neon user na Neon contributor wa hizo data kupitia phone call conversation ambazo utakuwa unazifanya katika Neon application. Kwa hiyo kwa kwanza kabisa ni kwamba Neon app hauwezi kusign up ukiwa katika location ya Tanzania au simply ukiwa location za Afrika. Na direct kabisa ni kwamba Neon application unaweza kuitumia au unaweza kucontribute data endapo profile yako itakuwa inasoma huko Marekani au US. Sasa kama itakuwa inatakiwa usome huko Marekani ama US, wewe kama Mtanzania, wewe kama mtu ambaye uko Afrika, uta-contribute vipi kwenye Neon? Hapo ndio inapokuja matumizi ya VPN au proxy. Ukitumia VPN au proxy una change IP address yako. Kwa hiyo wewe location yako itakuwa haisomi tena Tanzania, itakuwa unasoma US. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho kinahitajika kwenye Neon inabidi uwe na VPN, strong VPN. Unaweza kutumia Thunder VPN au unaweza kutumia Windscribe au VPN yoyote ambayo wewe unaitumia ambayo iko strong, ambayo haidisconnect mara kwa mara. Kwa cha kwanza kabisa inabidi uwe na VPN. Kitu cha pili, kwa kuwa kwenye Neon huwezi kutumia wewe kama user kutoka Tanzania au kutoka East Africa, lazima kwenye kusign up wanahitaji usign up kwa kutumia namba ya simu. Sasa kama ni hivyo, tafsiri yake pia utahitaji namba ya simu ambayo ni ya hiyo location ambayo umeweka. Hapa utahitaji US number. Kwa unapo register pale wanahitaji uweke US number, then wakutumie code kwenye hiyo US number. Yaani wanahitaji uweke namba ya Marekani, then wakutumie code kwenye hiyo namba ya Marekani ambayo umeiweka pale. Sasa namba ya Marekani pia unaipataje? Hapa sasa inapokuja kwenye swala la namba ya Marekani ni kwamba kuna eSIM services ziko tofauti mtandaoni ambazo kupitia wao wanakupa access ya hizo namba tofauti za nchi tofauti ikiwemo Marekani. Kwa hiyo wewe ukiwa unataka namba ya US unatakiwa kwenda kwenye hizo service ambazo ni application pia, ambapo utaenda utalipia. Wanalipisha kwa mwezi, wanalipisha kwa mwaka, utachagua plan yako ambayo unataka kulipia. Then ukichagua kifurushi ambacho unataka kulipia, utarent hiyo namba. Unafanya kama una rent kwa sababu usipoilipia, kama umechagua mwezi, usipoilipia mwezi unaofuatia, access ya ile namba unakuwa hauko nayo. Sasa unataka kufanya, sisi tunatumia hii moja inaitwa Numero. Kwa hii Numero, kupitia Numero unaweza kupata US number ambapo utalipia kama uko Tanzania approximately ni kama shilingi 16,000 ambayo ni euro, kwa sababu euro 4.99 inakuja kwenye 15 na point hivi, lakini kupitia forex exchange kwa sababu unalipa kwa mfumo wa euro itakuwa ni kama 17,000 kwa sababu utakuwa na makato kama 1,500. Kwa approximately ni 17,000 ili uweze kupata access ya mwezi mmoja ya US number kupitia Numero. Kwa kupitia Numero ndio application ambayo utakayotumia kupata namba za US. Kwa hapa nitaenda kuelezea jinsi ya kupata hiyo namba ya US, kwa sababu step ya kwanza kabisa ili uweze get started kwenye Neon lazima uwe na US number.
Kwanza kabisa link zote ambazo zinahusiana na Numero nitaziweka hapo chini kwenye description au nitazisoma pia kwenye group, pia utaweza kuzikuta popote. Kwa hiyo kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya ni kupata US number, link ambayo imeandikwa Numero. Ukiklik hiyo link itakupeleka direct kwenye Play Store ama kwenye App Store. Kama unatumia Android ama iPhone itakupeleka kwenda kudownload hiyo application ya Numero. Utaweza kufanya kwenye hiyo Numero application inabidi usign up kwa kutumia namba yako ya WhatsApp, namba yako ya simu ambayo iko WhatsApp. Ukisha sign up kwenye namba yako ambayo iko WhatsApp, utaingia hapa. Utaona itakuja sehemu kama hii hapa. Kuna phone call, phone number. Utachagua hapa. Ukishachagua hiyo sehemu itakupeleka hii sehemu nyingine hapa. Kwa hiyo utakuwa unafuatisha kama inavyoonyesha hapa. Take your time, angalia video kwa vizuri. Kwa utafuata hizi step. Ukishafungua Numero app utaanza pale kwenye phone call, then utaingia hapa. Ukimaliza utakuja sehemu ya kuselect number. Ukisha select number utaenda sasa kuilipia. Utafika hadi sehemu ya kwenda kulipia hapo. Sasa hapo ndo unatakiwa kuwa na shilingi 17,000 katika M-Pesa Mastercard yako au M-Pesa Visa card. Kwa hiyo kama una M-Pesa Visa card utaenda kwenye, inabidi uwe na M-Pesa app kwenye menu pia kama inafanya kazi sawa. Kwenye M-Pesa app utaenda kwenye other services. Ukienda kwenye other services utachagua M-Pesa Visa card. Chagua M-Pesa Visa card, uta create Visa card yako na ili uweze kuona details za kadi yako kama CVV na account number inabidi utop up. Kwenye kutop up maana yake utaweka kiasi kwenye account yako ya M-Pesa, then utahamisha kutoka kwenye M-Pesa kwenda kwenye balance yako ya kadi. Kwa hiyo kadi yako itakuwa na shilingi 17,000. Then utarudi kwenye Numero app. Ukishafuata zile steps zote ambazo nimekuonyesha hapo, utaenda utaklik sasa kulipia kwa kutumia kadi. Ukisha click kwa kutumia kadi ita redirect pale, ukishajaza taarifa za kadi ita redirect, then utakuwa ume successful purchase US number yako. Sasa hapo umeshanunua US number ila bado haujaiactivate. Kwa kwenye kuactivate namba yako utarudi nyuma, then utaenda kwenye sehemu ya kama unaenda kwenye profile hivi au kwenye namba hapo au kwenye SMS, then utakuonyesha namba yako kwa simu pale. Namba ikiwa connected, ikiwa activated itasema connected au utaona ina alama kabisa ya green iko connected. Kama haijawa connected utaona wanataka uverify. Uverify una verify vipi? Lazima utumie kodi kwenye namba yako ya WhatsApp ambayo ulicreate account ya Numero. Kwa hiyo utakifanya pale, utaenda kwanza kuverify phone number, utaklik verify phone number, utaweka namba yako ile ya WhatsApp, then watakutumia kodi kwenye namba yako ya WhatsApp. Utaenda kwenye WhatsApp yako utachukua zile kodi utakuja utaweka. Ukishaweka hizo kodi za WhatsApp, ile namba yako ya US au ile namba yako ya Marekani ndio itakuwa iko activated. Tafsiri yake ile namba ukichukua ukaenda ukaitumia sehemu yoyote, ukirequest kodi zitakuja kwenye application yako ya Numero. Kwa hiyo hiyo application ya Numero bado utahitaji kwa sababu utakapotumiwa verification code kwenye namba yako ya US, sehemu pekee ambayo utazikuta hizo kodi ni kwenye application ya Numero. Kwa hiyo hapo tayari utakuwa umeshapata namba yako ya US. Kwa hiyo utakachokifanya baada ya kupata namba ya US, join kwenye hili group hapa. Nimeanzisha group la WhatsApp ambalo mpaka sasa hivi kwa watu kama 82. Hapa ndio utakuta watu wa kuwapigia, kwa sababu hautajiunga kwenye Neon ukakaa unasubiri mtu akupigie randomly. Hapana, wewe ndio utatakiwa kumtafuta mtu wa kuongea naye, wa kupigiana naye. Kwa hiyo utajoin kwenye group hapo, kuna watu kama 82 hivi. Endapo utapata invite ya kuongea, nitasema mbele invite nini. Endapo utapata invite ya kuongea kwenye phone calls, maana yake utakuja kwenye group pale, utauliza nani ambaye yuko active muda huu, atatuma namba ya simu, mtapigiana, mtaanza kuongea. Utajoin kwenye group pia kwa namba yangu hapa ya WhatsApp, unaweza kwenye DM WhatsApp ile namba yako ya US ambayo umeipata. Ukishatumia ile namba yako ya US ambayo umeipata, mimi nitakuinvite kwenye app. Nitakuinvite kwa sababu nishaona kuna changamoto. Kuna wale watu ambao walijoin kwenye Numero bila kutumia zile kuwa invited, ilikuwa inawasumbua kwenye kupata zile money talk invite. Kwa hiyo utanitumia namba yako ya US ambayo umeipata, then nitakuinvite kwenye Neon app. Kwa hiyo utakachokifanya, ukishanunua hiyo namba yako ya US na umeshaiactivate, step inayofuatia nitumia namba kwenye DM hapo, then mimi nitakutumia hiyo link direct ya app kwa sababu mimi niko active muda wote. Sasa hadi hapo umeshapata tayari namba yako ya US na nimeshakutumia link ya kudownload Neon app. Ukisha download Neon app, uta sign up. Kwenye kusign up utaweka namba yako ile ya US. Ukiweka namba yako ya US, uta request code. Code itatumwa kwenye Neon app. Kwa utaenda kwenye Neon app, utaenda kwenye notification pale ama kwenye message pale, utachukua ile code ambayo amekutumia, utakuja kwenye Neon, utakuja kuiverify ile code. Ukiweka ile code, account yako ita login sasa kwenye application ya Neon ambapo ndo unahitaji sasa kufanya hizo phone call conversation. Ukipata changamoto ya kwamba hawatumi kodi, ukipata changamoto wanakuambia kwamba iko kwenye unsupported region, usipanic. Kwa unachotakiwa kufanya wewe ni clear cache. Ile app ya Neon unaenda kwenye app info, una clear cache au una clear na data kabisa, unarudia tena mara ya pili, kwa sababu sometimes VPN ambazo tunatumia zinakuwa so strong, kuna muda inakuwa inajidisconnect, kwa hiyo inaweza ikasababisha ukaface matatizo kama hayo, kwamba inakataa kutuma kodi ama inakwambia uko kwenye region ambayo haiko supported. Pia ni kutumia link ya kudownload Neon app. Kumbuka Neon app haipo supported Tanzania. Kama uko Tanzania, Neon app haisupport Tanzania. Kwa cha kufanya, unatakiwa kutumia VPN. Wakati una download hiyo application ya Neon, hakikisha umekuwa connected kwenye server ya US. Iko na kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kuhakikisha. Kitu cha pili, ukiona umechange location lakini bado ukisha change location, hakikisha pia una clear cache
Play Store yako. Clear cache lengo lake ni kwamba ili at least detect ile location ambayo umechange ambayo ni US, ili uweze kuiona ile application kama iko supported kwenye your country. Sababu ukiwa huko detected kwamba uko Tanzania, utaona hivi kwamba hiyo app haipo available Tanzania. Ila kama iko available, maana utaiona hivi na unaweza ukaidownload ukiwa Tanzania. Kwa ukiona unapata changamoto hiyo kwamba umeclear cache lakini bado application inaandika you are not supported, unataka kufanya switch, nenda kwenye info pale kwenye profile ya Play Store yako, then switch account, nenda kwenye account nyingine ya email yako. Kama una email nyingine unaweza kaingia kwenye email nyingine, ama unaweza ka create email nyingine ambayo itakuwa ina fresh data ambazo itakuwa imesync na ile VPN au ile location ambayo uko nayo. Kwenye ku sign up pia hakikisha umeweka lugha ambayo unazungumza ni English. Unaweza kaweka lugha moja tu, unaweza kaweka English pale kwa sababu lugha ya pili ya tatu sio lazima kujaza. Unaweza kaweka English ama unaweza kuongeza Kiswahili pia pale chini kama unapenda. Basi tuongeze English kwenye lugha, tuweke English na Swahili kwenye ethnicity pale, unaweza Black America vyote. Location andika huko US, usiandike huko Tanzania. Narudia tena. Kwenye location, sehemu ambapo uchague location uliopo, weka US. Ukimaliza hapo utamaliza kujaza details zako, then utasubmit. Ukisha submit utakuwa sasa umeingia kwenye interface ya Neon app. Umeshaingia kwenye interface ambapo unaweza kumpigia mtu na ukalipwa kulingana na ile mazungumzo yenu ambayo mnafanya baada ya hapo. Sababu umeshakuwa na US number, umeshakuwa na VPN ambayo connected na location yako inasoma huko US wakati wote, na tayari umeshapata access kwenye Neon app. Sasa nini kinachofuata? Kumbuka kama nilivyosema ni kwamba hata kuja mtu randomly from nowhere akakupigia kwenye Neon app bila wewe kujishughulisha kumtafuta wa kumpigia, au yeye mtu akawa na namba yako ya kupigia kwenye Neon app. Cha pili, kumbuka pia hatuzungumzi muda wote, kwa sababu kwenye Neon hawakulipi muda wote unaozungumza. Wanakulipa endapo atakutumia invite. Kwa hiyo kumbe ukishamaliza kutengeneza profile yako, ukishamaliza kutengeneza zile details za profile yako, ukienda kwenye kile kialama cha $sign kwa pale, ukishuka chini huku kuna sehemu kumeandikwa call rate. Kwenye sehemu ya call rate pale kumeandikwa $0.15 mpaka $1. Kwa maana yake wako tayari kulipa $0.15 mpaka $1 kwa dakika moja. Lakini usiwe greedy kuseti $1 kwa sababu hawatakupa phone call invite za kulipa $1 kwa dakika moja. Kwa minimum at least, maximum ambao unatakiwa kuweka at least ni $0.35. Ila mimi recommendation yangu na washauri weka 0.3 ambao ni 0.30, maana yake kushuka chini. Kwa unaweza kuweka 0.2, 0.1, lakini at least isivuke 0.3. Kwa utaseti pay rate mwenyewe. Yaani wewe ndio una seti kwamba mimi nataka kulipwa $0 kadhaa kwa dakika kadhaa. Kwa na washauri wote mseti 0.3. Kwa ulipwa $0.3 kwa dakika moja, ambapo kama utalipwa $0.3 kwa dakika moja, maana yake kwa dakika 10 utalipwa $3, ambayo hiyo ni kama $7 kwa dakika. Kwa lisali moja utapiga hesabu sasa hapo. Kama ukipata money talk invite ya lisali moja. Sasa kama nilivyosema hatuzungumzi wakati wote. Unazungumza wakati gani? Hakikisha pia kwenye application ya Neon turn on notification. Turn on notification kwa sababu gani? Kwa sababu muda ambao Neon watataka kukulipa watakutumia notification pale kwamba we are ready to pay you, watatag na ile pay rate price yako ambayo umeweka. Watasema we are ready to pay you $0.3 for 30 minutes or for 1 minute or for 1 hour, ambao ni dakika 120 ama dakika 100. Kwa immediately watakapokutumia hiyo notification, sasa wewe hiyo moment tunaita ni money talk hour au money talk time. Huo muda sasa ndio unatakiwa ukifanya phone call conversation wanakulipa hapo. Ni kwamba ukifanya phone call conversation nje ya hapo, manake hizo phone call conversation zako zinakuwa haziko monetized, manake hautalipwa hapo. Endapo na jinsi ya kutofautisha hizo money talk conversation pamoja na hizo money talk na hizo conversation zingine nje ya money talk ni kwamba ukifanya phone call nyingine tofauti na muda wa money talk ambao wamekutumia hiyo notification, ni kwamba zenyewe zinakuwa processed haraka kwanza, afu zinakuwa tagged kwamba eligible price, eligible for price, eligible for price. Ikisema eligible for price, tafsiri yake hiyo phone call umefanya nje ya money talk au nje ya muda ambao wamekutumia notification, na kwamba tuko tayari kulipa kuanzia sasa hivi. Umeona? Kwa ile price eligible for price, tafsiri yake ni kwamba kuna prices zingine ambazo wanazo za weekly, monthly na daily. Sasa hizo sisi sio target yetu, kwa sababu sio guaranteed kupata hiyo daily price au weekly price. Sisi target yetu ni zile money talk hours. Kwa hiyo hata kama bado hujapata money talk hours, hakikisha ukisha sign up tu, njoo kwenye group, tafuta mtu yoyote ambaye yuko free, umuulize nani ambaye yuko free tufanye free calls. Free calls maana yake ni kwamba unawaaminisha hata silence hawa Neon kwamba wewe una uwezo wa kuchangia data kwenye platform yao. Kwani unafanya free calls kwanza, zina process, afu anakuambia price eligible for price, eligible for price. Tafsiri yake unaongeza ile likelihood ya wao kutumia invite ya money talk, ambao kwa siku hakuna muda specific kwamba watanitumia asubuhi, watanitumia mchana, watanitumia usiku. Wanaweza kukutumia wakati wowote, muda wowote wa siku, na ndio maana unatakiwa turn on notification yako ya Neon app. Kwa hiyo ukisha sign up, hakikisha unakuja kwenye group, tafuta mtu yoyote, mpigie, then pigeni story. Medium of communication ni English. Hakikisha mnazungumza English. Sio kwamba iko restricted kwamba hamwezi kuchangia baadhi ya maneno ya Kiswahili. Unaweza kama mna tip kidogo maneno ya Kiswahili, ila hakikisheni katika mazungumzo yenu sana yametawaliwa na lugha ya English. Kwa hiyo umesha sign up, unakuja kumtafuta mtu kwenye group, mnafanya zile free calls kwa ajili ya test. Baada ya kufanya hizo free call ya test, endapo watakutumia ile invite, watakutumia invite kama hii hapa, au wanaweza kutumia invite kama hii hapa ama hii hapa. Wanaweza kukutumia kwamba dakika 30 au wanaweza kutumia lisali moja.
Kwa hiyo cha kusisitiza ni kwamba ukishafuata steps zote hizo, umeshapata US number, nimeshakutumia link, umesharegister kwenye Neon app, hakikisha upo kwenye group. Lengo la kuwa kwenye group ni kwamba unakuwa kwenye group lenye active users, kwa sababu watu pekee ambao unaweza kuwapigia ni watu ambao wana zile US number. Ni watu pekee ambao ni Neon user. Ambao Neon user utawapata wapi? Utawapata kwenye ile group la WhatsApp ambao nimelicreate. Hapo wako watu kama 80. Kwa muda wote ambao utapata ile Money Talk invite, kwa sababu hatupokei Money Talk invite wote kwa wakati mmoja. Kuna muda unaweza kupokea Money Talk invite, mtu mwingine hajapokea Money Talk invite. Kwa utakapopokea Money Talk invite, mwambie mtu akutumie namba, wewe ndio umpigie. Hakikisha ule uliyepata Money Talk invite, wewe ndio una initiate call, wewe ndio unampigia. Narudia tena, wewe uliyepata Money Talk invite, wewe ndio unampigia mtu mwingine, ile Money Talk yako iwe monetized. Hivyo tumeelewana. Kwa hakikisha unakuwa kwenye group. Ukipata Money Talk invite utatuma randomly, na sisi tumepeana uhuru kwamba unaweza kumpigia mtu yoyote, sio lazima wewe mnajuana. Cha kuongea kuhusiana na mada ya kuongea, mtajua huko, mtajuana wenyewe huko mtakafanya, kwa sababu ni random conversation. Naweza mkapiga story yoyote, ili mradi mnaongea. Medium of communication ni English, na hakikisha kwenye group pale kuna wa Nigeria na kuna wa Tanzania. Kwa hiyo hakikisha medium of communication pia kwenye group iwe ni English. Kwa hiyo ukitaka kuuliza kitu chochote kwenye group, communicate ni English. Unataka ku request nani ambaye yupo active sasa hivi tuongee, communicate ni English, kwa sababu group halina wa Tanzania peke yake, na watu wa sehemu tofauti tofauti. Tunakuja kwenye stage ya mwisho kwamba nimesha register kwenye Neon, nimeshapata malipo yangu, mfano $10, $10, $20, $30, na zisi withdraw wapi? Unazitoaje hizo hayo malipo yako? Kwa mfano kama mimi hapa, haya ni yale malipo yangu ambayo nimeshayapata kwenye Neon. Hii ni withdraw ambayo iko kwenye processing, na hii ni withdraw nyingine ambayo iko kwenye processing. Kwa hiyo nime withdraw mara mbili. Sasa kumbuka, kwa kuwa hatutumii details zozote kutoka Tanzania, ni kwamba hata ukienda kwenye withdraw, option pekee ambazo zipo kwenye withdraw ni Venmo, PayPal USA pamoja na bank transfer. Kwa hiyo hakuna njia yoyote ambayo iko available Tanzania kati ya hizo tatu hapo. Kwa njia pekee ambayo tumeona iko available au ambayo unaweza kuitumia ni kupitia bank transfer. Bank transfer inabidi uwe na benki ya Marekani. Benki ya Marekani unaipataje? Very simple kabisa. Kwenye benki ya Marekani kuna application au kuna banking system ambayo inaitwa Gray. Kuna application inaitwa Gray. Nitaweka link yake hapo chini pia kwenye collection ya link, nitaweka link hapo. Hiyo Gray inakupa access wewe ya kutengeneza bank account ambayo wewe upo Tanzania, ukisha sign up kwenye Gray na ukaverify kila kitu, wanakupa bank account ambayo ni ya US. Kwa hiyo unaweza kuwa unapokea malipo yoyote yanayohusiana na international transfer kupitia US bank account. Kwa hiyo tutaenda kufungua US bank account kwenye Gray. Kwa hiyo download Gray, uta sign up na utafanya verification kupitia kitambulisho chako cha NIDA. Utafanya kupitia kitambulisho chako cha NIDA, na kuhusiana na proof of address unaweza ukatumia utility bill. Kama ukifika kwenye changamoto kama hiyo, nitashare pia namna ya kuedit hiyo utility bill. Nitashare kuna utility bill niko nayo, naweza nikatuma pale ukaedit, na unaedit baadhi ya details, unaedit iwe current date na baadhi ya detail kidogo tu pale. Sasa ni tarehe na majina yako kadhaa, au proof of address au proof of resident ambao ni hata unaweza kuweka mkataba wa nyumba, ila utility bill ndio rahisi kuipata. Kwa hiyo ukisha verify kila kitu hapo, ndio unakuja sasa kwenye section ya uenda ku create US bank account yako. Ndani ya Gray una create US bank account. Ni hapa unakuwa na US bank account. Kwa hiyo inakuwa na routes tofauti, kuna ACH route, kuna wire route na kuendelea. Sasa kwa hiyo ukitaka ku place withdraw yako kwenye Neon, hakikisha tayari umesha verify kila kitu kwenye Gray na umesha create hiyo US bank account kwenye Gray. Kwa hiyo utakachofanya wewe, utaenda kwenye US bank yako pale, then utakuja huko kwenye Neon app. Ukienda kwenye Neon app, utaenda kwenye $ sign pale, utaenda kwenye ile balance yako pale. Ukienda kwenye balance yako pale, kuna sehemu imeandikwa cash out. Ukiklik cash out, cash out ita process, then utaona ile balance yako imedisappear. Ikisha disappear balance yako, ukienda kwenye Numero app, kumbuka ndo app ambayo ndo kama e-simu yako, ni app ambayo una access message zako unazotumiwa kutoka sehemu yoyote kwenye ile namba yako ya US. Ukienda kwenye notification au ukienda kwenye section ya SMS pale, ukifungua watakwambia umelipwa kiasi fulani na Neon. Click hii link kuweza kuredeem hiyo kiasi chako cha pesa ambacho umelipwa. Ukibonyeza ile link itakupeleka itakuredirect kwenye link ya Tremendous. Ukienda kwenye Tremendous, ukifika pale watakwambia itakuja kama hivi hapa. Kwa hiyo kuna Venmo, kuna PayPal USA na pamoja na bank transfer. Kwa hiyo select bank transfer. Kwenye bank transfer pale utakuwa kujaza sasa taarifa za benki ya USA, ambapo sasa kwa muda huo tayari una taarifa za benki ya Gray ambayo ni account yako umesha create. Kwa hiyo ukifanya pale utajaza route ambayo utaichagua pale ni ACH route, kwa sababu ACH route ndio ina makato kidogo, ambapo unaweza kulipa $2 fee mpaka $10. Kwa hiyo kwa withdraw zetu hizi za $10, $20, $20 ngapi, makato itakuwa ni all viazi $2. Kwa hiyo utajaza taarifa zako pale, utajaza bank account, utajaza route number, utajaza details zote ambazo zinahitajika pale kwenye withdraw. Kwa hiyo ukishamaliza kujaza, utaplace ile withdraw. Kwa itakuja kama hivi, itakwambia withdraw yako iko processing. Na kwa kuwa tuna withdraw kupitia bank system, ni kwamba bank system haiko instant kwenye withdraw. Withdraw labda kutumia PayPal inaweza kuchukua masaa machache, au Venmo inaweza ikareflect haraka, ila kupitia bank transfer banking system withdraw zake huwa zinachukua siku 1 mpaka siku 3 au mpaka siku 4. Kwa ukisha place withdraw yako, unatulia, unaendelea na hustling kwa kuwapigia watu simu, kwa kuendelea kufanya endapo, na ili kusolve hili, hakikisha ukifikisha tu $10, $20 una place withdraw. $10, $20 una place withdraw. Na next time ukiwa na withdraw mara ya pili, utakuwa una haja ya kujaza bank details zingine tena, kwa sababu utakuwa na select tu pale kwamba nataka niendelee na ile bank withdraw ambayo niliweka mwanzo. Kwa una select pale, unaendelea, una click tu redeem, una click redeem. Hapo ni kwenye Tremendous sasa. Kwa hiyo in summary sasa, ili uweze kufanya mchongo wa Neon ambao ni kupigiana simu na kuzungumza
free speech vyovyote, mazungumzo ya aina yoyote, lakini kwa kutumia medium of communication ambayo ni English, ambayo na encourage kutumia lugha hiyo. Ili uweze kufanikisha hivyo, lazima kwanza uwe na strong VPN, standard VPN au VPN yoyote ambayo unaamini ni strong, ambao uta switch location to US. Kitu cha pili ambacho utakuwa nacho ni US number. Nimeelekeza utatumia numero ambao ndio utaenda kununua hiyo US number. Kwa hiyo utaenda kununua US number kwenye numero kwa kulipia kupitia M-Pesa Visa card, ambao kama una M-Pesa Visa card utaenda kwenye M-Pesa app yako, utaenda kwenye other service, uta create hiyo M-Pesa Visa card na utadeposit kwenye M-Pesa Visa card. Utapata details za M-Pesa Visa card yako, utaenda kwenye numero, utaweka hizo card details zako, then utalipia. Utapata namba yako ya numero, then utaiactivate namba yako ya numero. Utaiactivate vipi? Utasend code kwenye namba yako ya WhatsApp, ambapo uta verify hiyo account yako ya numero, then hiyo namba yako ya US itakuwa active kupokea SMS pamoja na calls zozote kwenye hiyo app yako ya numero. Ukishamaliza hapo, ukishanitumia hiyo namba yako ambayo umeipata ya US ambayo iko verified, nitakutumia link ya app ya kwenda kudownload app ya numero. Ukisha download app ya numero, ukishajaza details zako za app ya numero, ukishamaliza utajoin group la WhatsApp. Hakikisha group la WhatsApp unaweza join muda wote. Hakikisha upo kwenye group la WhatsApp. Ukishakuwa kwenye group la WhatsApp, kitu cha kwanza unaweza kufanya, inabidi uanze kufanya test calls, zero free calls, zile calls ambazo zinakuwa tagged eligible for prize. Fanya phone calls za free hata na watu watano tofauti, wawili tofauti, vyovyote, kwa sababu usikae tu ukasubiri kwamba utumiwe invite. Hakikisha unafanya free calls. Free calls unafanya na watu hata wawili watatu, au hata kama ni mmoja haina shida, hata kama mkifanya mara 3 mara 4 mara 5 tofauti, ila hakikisha unakuwa active kwenye numero ili uweze kuongeza likelihood ya wewe kutumiwa Money Talk invite. Kwa tunazungumza wakati gani? Tunazungumza wakati ambao tumetumiwa Money Talk invite. Money Talk invite unatumiwaje? Hakikisha umeturn on notification kwenye numero app yako ili uweze kuona zile notification. Na endapo utapokea notification, muda ambao unapokea notification wakisema tuko tayari kulipa $0.3 kwenye dakika 60 next, maana yake unaanza kuhesabu tokea muda ambao wamekutumia notification na mpaka dakika 60 zitakapoisha. Kwa hiyo maana yake ukirekodi nje ya hizo dakika 60 uko nje ya Money Talk invite yako wewe. Kwa hiyo atakapokutumia ile notification, hakikisha instantly hapo unatafuta mtu, unampigia, unaanza kuongea. Kama wewe ndio umepokea hiyo Money Talk invite, hakikisha wewe ndio una initiate call, unampigia mtu. Maana yake ukishamaliza tu kukata hiyo call yako, itakuwa ina process kwa ajili ya ku remove hizo personal details, then watakulipa kama hivi. Sasa kwamba kisha process watakulipa malipo yako kama hivi. Ukishamaliza hapo, umeshalipa, umeshafanya kila kitu, hakikisha pia muda mwingine ukiwa free unafanya tena free calls zingine ili usubirizie tena Money Talk invite nyingine tena. Baada ya hapo, namna ku withdraw malipo yako, tumesema unatumia US bank account. US bank account unaipataje? US bank account unaipata kupitia Gray. Register Gray, verify Gray, create account, bank account ya US kupitia Gray. Ukishapata US bank account ya Gray, utaenda kwenye Neon, utaenda kwenye cash out, uta request cash out, utakutumia link ya Tremendous kwenye numero. Ukienda kwenye numero, kwenye notification utaklik hiyo link ya Tremendous. Ukienda kwenye Tremendous, utachagua bank, US bank transfer. Ukienda kwenye US bank transfer, utajaza details za kadi yako ya US ambayo umeipata kwenye Gray. Ukishamaliza uta place withdraw kupitia bank system, zinakuwa processed siku 1 hadi siku 3. Kwa hiyo ndani ya hizo siku malipo yako yatareflect kwenye Gray, ambapo kwenye Gray sasa unaweza kuna option nyingi. Unaweza kutoa direct kwenda kwenye line yako ya Airtel Money, Tigo Pesa, kwa sababu hiyo kuna option hizo, ama pia unaweza kutoa kwa njia za crypto. Unaweza kutransfer kwenda kwenye Binance, au unaweza kutransfer kwenda kwenye exchange yoyote, kwa sababu ina support pia crypto. Kwa hiyo in summary, hiyo ndio kila kitu ambacho kinatakiwa kufanyika kwenye numero. Linki zote nitaziweka hapo chini, link za group, link ya numero na namba yangu ya WhatsApp ambayo utatakiwa kumtumia namba yako ya US ambayo umeshainunua. Ni hivyo. Kama utaona swali lolote uta comment hapo kwenye comment. Kama kuna swali lolote unaweza kutuma kwenye group. Kama kuna swali lolote unaweza kunitumia inbox yangu, mimi niko active wakati wowote.